Guys, mambo vipi? Bwana, ni siku nyingine ya Sin Brown, niko hapa sasa leo nimekuja kuelezea kuhusu hii trailer ya Avengers Doomsday. Bwana, hii trailer kwanza imepata viewers wa kutosha, alafu imefanya vichwa vyetu kwa sisi fan wa Marvel tumechanganyikiwa kidogo bwana. Sasa trailer mpya ya Avengers Doomsday imekuja kutuonesha vitu vingi sana, ukiachana na zile teaser ambazo zilikuwa zimetoka kipindi cha nyuma. Bwana, hii trailer kabisa mwanzo inaanza kwa kumuonesha Professor Charlie X ama Professor X. Huyu tulimuona katika zile movies za X-Men zilizopita zile. Sasa Professor Charlie X mwanzo wa trailer kabisa inamuonesha akiwa amekaa katika ile nyumba ya wale mutant kids ama wale X-Men. Bwana, ile nyumba imeharibika na inaonekana kama mlipuko fulani ama kama mwanga mkali ambao kama ni wajua unakuja kumulika au unamuumiza macho Professor Charlie X na anajaribu kucover macho yake. Alafu pia tunaonyeshwa bwana, kabla ya kuna sauti inasikika pale baada ya kuwa Professor Charlie X amekinga macho yake. Tunamuona Dr. Doom akiwa amenamisha kichwa chake chini na kuna sauti yake inasikika inasema kwamba something is coming, something we may not be able to deter. Bwana, anasema kwamba kuna kitu kikubwa kinakuja na iko kitu itakuwa ni inevitable, ama sasa sijajua kama ile ni warning ama ile ni threat kwa watu ambao wanapatikana huko katika dunia yetu hii. Lakini pia ukisikiliza vizuri jinsi yale maneno yanavyotamkwa, yule ni mtu ambaye hajazaliwa na lugha ya Kiingereza, kwa sababu historia ya Dr. Doom kama nilivyowaambia alizaliwa katika nchi ya Latveria ambayo inapatikana huko Eastern Europe. Inaonekana ile nchi hawakuwa originated kwa kuongea lugha ya Kiingereza, kwa sababu ukisikia the way anavyopronounce Dr. Doom anapronounce maneno yake, sio mtu ambaye ametokea America. Na sasa anasema kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kinakuja na hicho kitu watakuwa sasa hapo rais anawaambia wale superheroes wa huku, sasa anawaambia kwamba watakuwa hawana uwezo wa kuweza kukidefeat hicho kitu. Sasa pia tunamwona Thor akiwa anakusanya zile teams za MCU. Hapa anawakusanya wale Thunderbolts, anawakusanya kuna wale watu wa kwenye maji ambao tuliwaona katika Black Panther 2, wale wanaitwa Talokanil, wanaongozwa na yule kiongozi wao anaitwa Namor. Sasa Thor anawakusanya, lakini pia anawaambia maneno kwamba nimepigana vita vingi nikiwa na superheroes wenzangu, tuliweka nguvu zetu pamoja lakini walifariki. Kwa hiyo this time akawa anajaribu kuwaomba kwamba wale superheroes, tunafahamu kwamba zile teams za Marvel sometimes waga zinakuwa na migogoro, akamwambia kwamba zile tofauti zao waziweke pembeni, alafu wote waweze kufight as the same team ili waweze kumdefeat the greatest villain ambao yuko mbele yao, ambao huyo villain ni Dr. Doom. Sasa katika hii movie bwana, amewakusanya Thunderbolts, amewakusanya the original Avengers ambao pia na yeye mwenyewe akiwemo, lakini pia nilimuona Captain America yule mpya ambao ni Anthony Mackie, lakini pia hao watu wa kwenye maji au Talaknor wakiongozwa na Namor, lakini pia kuna wale Thunderbolts. Tunakumbuka mwisho wa movie ya Thunderbolts, lakini pia Fantastic Four, wale Fantastic Four ambao tuliona katika ile movie ya The Fantastic Four First Steps. Tunakumbuka mwisho wa movie ya Thunderbolts tuliona ile ndege ambayo ilikuwa inakuja katika dunia, sababu unajua katika ulimwengu wa Marvel kuna dimension nyingi sana. Mfano kama hii dunia yetu sisi ni dimension ya Earth, inaitwa Earth 616, lakini ile dimension ambayo wanatoka wale Fantastic Four ambao tumeona katika Fantastic Four First Steps, ile dunia yao inaitwa Earth 828, dunia ya 828, lakini hii dunia yetu ni dunia 616. Kwa hiyo ni dimension mbili tofauti. Sasa katika mwisho wa filamu ya Thunderbolt tuliona the Fantastic Four wanakuja duniani, na walikuwa wanakuja kwa sababu gani? Walikuwa wanakuja kuomba msaada ama wapate msaada wa kuweza kumdefeat Dr. Doom. Kama katika video yangu iliyopita ulifuatilia, nilisema kwamba nilielezea Dr. Doom ni nani, na tunafahamu kabisa Dr. Doom na yule bwana Reed Richards ambao ni Mr. Fantastic kutoka katika timu ya Fantastic Four wana ukaribu zaidi, kwa sababu hawa watu wamekuwa pamoja, lakini pia wote ni wanasayansi na wana akili nyingi sana. Ni tofauti zao tu zilitokea, ndio hivyo, lakini Dr. Doom ana kisasi kikubwa sana na Reed Richards, na mwisho wa filamu ya Fantastic Four tuliona kwamba Dr. Doom alikuja katika nyumba ya ilikuwa ni post credit scene. Tuliona Dr. Doom alikuja katika nyumba ya wale Fantastic Four na akawa anacheza na yule mtoto wao, ambao yule mtoto wao ana powers za hatari, ana power mpaka za kuweza kumrudisha mtu aliyekufa akamrudishia uhai. Tuliona mwisho wa filamu ya The Fantastic Four First Steps alimrudishia uhai yule Sue Storm ambao alikuwa ni
alikuwa ni dada yake na yule John Storm ambaye ni mke sasa wa Reed Richards, ambao ndo amepata naye kale katoto. Alikuwa ametumia nguvu nyingi kiasi kwamba akafariki, lakini kale katoto kalimrudishia uhai. So Dr. Doom alikuwa anataka achukue nguvu za kale katoto ka Reed Richards. Tuliona kilichotokea pale. Sasa Dr. Doom aliwavamia katika hiyo Earth 828 ambayo ni Earth ama ni dimension ya wale Fantastic Four. Ndio maana wamekuja huku duniani kuomba msaada, wanawezaje kumdefeat nani? Kumdefeat Dr. Doom. Sasa huku duniani bahati nzuri wanamkuta Thor yupo katika mission yake moja ya kugather wale superheroes ambao ni teams mbalimbali. Amewakusanya wale X-Men, amewakusanya watu wa kwenye maji au Thunderbolts pamoja na Avengers wale tuliona, lakini pia nilimuona na bwana Ant-Man pia alikuwa pale. Pia nilimuona mwanetu Captain America ambao ni mpya yule bwana Anton Mackie alikuwa pale. Sasa Thor anajaribu kukusanya timu zote ili waweze kuona kama anaweza wakapigana na nani, na Dr. Doom. Lakini kitu kingine ambacho kimeonekana katika hii trailer mpya, tumeona battle bwana kati ya Gambit pamoja na Shang-Chi. Bwana hao watu hatujajua kwa nini wamepigana, kwa sababu hakuna movie yoyote ambayo ilikuwa imewekwa kukutanisha, na kitu ambacho nimekisikia ni kwamba katika hii hapa film ni kwamba Shang-Chi ana uwezo wa kuduplicate, yani kuduplicate na anamaanisha kwamba kujigawa mara nyingi, yani anaweza akajigawa akawa clone, akatengeneza clone za yeye mwenyewe akawa wengi, then waka strike kama kufanya issue kama hii hapa. So katika hii hapa movie tunaenda kushuhudia ile battle ambayo ilikuwa ni battle moja kubwa sana, ilikuwa linaongelewa kati ya Gambit tumeona anatumia zile cards zake, afa alikuwa na fimbo yake moja ile ana fight kinoma. Ile battle ni moja kati ya battle kali sana, lakini pia hawa wakati wanapigana katika hiyo battle yao walikuwa wanapigana ndani ya nyumba ile ya Professor Charlie X ama ile inaitwa X-Men House ama Mutant House for Kids, ambao wale kids ndio wale ambao walikuwa ni talented kids, walikuwa pia wanapigana katika ile nyumba. Kitu kingine ambacho kimeonekana katika hii hapa trailer ni battle ambayo hilo battle sasa ni battle kubwa sana, battle kati ya Thor pamoja na Dr. Doom. Bwana, ili battle ni battle ambayo ni kwa kweli ni battle nzuri ambayo, na kitu ambacho kimeshangaza watu zaidi ni pale ambapo Thor amemstrike Dr. Doom, lakini Dr. Doom ameituliza ile nyundo kwa vidole viwili bro. Yani watu wote tumechanganyikiwa hapo. Yani Thanos katika ile Avengers Infinity War, Thanos alishindwa kuizuia ile nyundo na alikuwa na Infinity Stones. Sasa Dr. Doom amezuia ile nyundo kwa vidole vyake viwili tu, tap kaigusa hivi kasimama. Bwana, itaenda kuwa moja kati ya movie kali zaidi kuiona pale MCU. Sasa Dr. Doom ile labda nikukumbushe tu kwamba Dr. Doom anakuwa na zile power zake kubwa kiasi kwa sababu pia ana ile armor. Kwa hiyo ile armor inamfanya jamaa awe na superhuman ability, yani ana uwezo wa kufight na superhero yoyote yule, lakini bila kutetereka wala bila kufanya, na anamdefeat, na huyu jamaa ni undefeatable. Yani sijajua wale superheroes watampigaje, maybe watatuonesha Lakini kitu kingine ni kurudi kwa ujio wa Steven Rogers ama yule jamaa ambaye alikuwa Captain America tunamfahamu. Steven Rogers katika hii trailer ameonekana, mwisho wa trailer kabisa ameonekana pale Thor anamwambia hey Paul, this is unbelievable. Yani alikuwa amini kwamba Thor anaweza tunakumbuka katika ile Avengers Endgame Thor Steve Rogers ama alikuwa Captain America yule alibaki katika ile timeline ya zamani ili aweze kuishi na yule aliyekuwa mwanamke aliyewahi kumpenda sana, alikuwa anaitwa Peggy, ambayo tunakumbuka katika ile Captain America ya kwanza the first Avenger ndio walipendana kule. Alikuwa ni kamanda wake sana yule. So akabidi astaki katika timeline ya zamani ili aweze kuishi na nani, na Peggy. Lakini katika hii hapa movie mwanangu sana Steve Rogers yani huyu mimi ndio waga na muamini the real Captain America yupo ndani. Sasa kitu kingine ambacho kimeonekana ambacho ni cha kuvutia, hichi kitu kimeonekana ndani ya dakika ya sekunde chache, lakini kama umeweka attention ya kutosha ndio utaelewa kitu ambacho nakwambia. Kuna scene moja imemuonesha Loki, kuna mikono ilikuwa imeshika picha, imeshika card. Ile card ina sura ya Loki yule mdogo wake na Thor. Sasa alafu ikamuonesha Loki amesimama kwenye nyumba. Sasa ukiangalia vizuri ile nyumba aliyokuwa amesimama yule Loki ni nyumba ambayo ni nyumba ya Steve Rogers ambao anaishi na Peggy, ambayo ile nyumba ndio same house ambayo tulimuona Steve Rogers alistack baada ya kuingia katika ile timeline ya zamani ambayo alikuwa ili aweze kuishi na Peggy. Na tunakumbuka kuna teaser ya kwanza ilitoka ya hii Avengers Doomsday, ile teaser ambayo ilimuonesha Captain America akiwa amebeba mtoto na akiwa katika ile nyumba yao na akiwa na ile wedding ring ama pete ya ndoa. Sasa katika ile scene ambayo nimekwambia, ile mikono iliyokuwa imeshika ile picha ambayo ina sura ya Loki ni mikono ya Steve Rogers. Amini usiamini, ni mikono ya Steve Rogers. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwa ukaribu zaidi pale
unaona kabisa ile mikono ina pete ya ndoa, ina wedding ring. Na nimejaribu kufuatilia according to Marvel Comics pamoja na reports ni kwamba ile mikono ni ya nani? Ni ya Steve Rogers. Sasa kwa nini Steve Rogers ameshika picha ambayo ni ya Loki, na kwa nini Loki yupo katika nyumba ambayo alikuwa anaishi Steve Rogers pamoja na Peggy? Kisa kipo hivi, inasemekana kwamba Loki kumbuka, ambao ameshatazama series ya Loki sasa hivi amekuwa ni mtu mkubwa sana katika kucontrol mambo ya time. Yaani kule katika kile kitengo cha TVA pia jamaa na control. Sasa alikuwa amekuja kumuona ama kumpa warning Steve Rogers katika ile timeline yake ambayo ilikuwa ni ya zamani. Amekuja kumwambia kwamba anatakiwa atoke kule kwa sababu wale watu wa kule TVA wana mpango wa kuprune, wanataka wafanye ile prune ile timeline ambayo alikuwepo alikuwepo Steve Rogers. Kwa sababu gani? Kwa sababu Steve Rogers amevuruga mpangilio. Steve Rogers kumbuka ana belong kwenye hii timeline ya kwetu, hii timeline mpya, lakini yeye alichagua kwenda kukaa kwenye ile timeline ya zamani ili aweze kuishi na Peggy, na alifanikiwa. Tunaona katika teaser alikuwa mpaka na mtoto. So wale watu wa TVA kule ambao wana control time varieties, wale kilevu chake ni wanajiita Time Varieties Authority, walikuwa ndio wana control masuala mazima ya timeline. Sasa wanataka kuprune ile timeline ambayo yupo Dr. Strange, kitu ambacho kikampoteza Dr. Strange mwenyewe, tusimuone mazima kabisa. Sasa inasemekana kama Loki yupo katika nyumba ya Steve kwa sababu ya kumpa ile warning, lakini tunamwona upande wa pili huku Steve Rogers ameshika picha ya Loki. Inaonekana kama vile labda yeye, sasa kilichotokea hapo tutakiona zaidi kwenye movie, lakini inaonekana kama vile Steve Rogers alikuwa anatazama picha ya Loki, anajiuliza labda huyu mtu kwa nini labda alikuwa amekuja kwenye nyumba yangu. Sasa tutaona mengi, ila kwa taarifa ambazo tumeshazipata ni hizi hapo. Sasa ni hayo yalionekana katika hii trailer. Nimejaribu kuidadavua kwa kiasi chake, kama kwa kiasi kikubwa zaidi. Avengers Doomsday bwana ni one of the greatest movie kutoka pale MCU. Ikitu pale cinema inakuja Disemba 18. Kama utakuwa na swali lolote ama utakuwa na kitu chochote unahitaji kuniuliza, make sure una check up, lakini pia usisahau kusubscribe channel yangu hapo ya YouTube ni Stories with Yasin Brown, lakini pia pale TikTok napatikana kama Yasin Brown, lakini pia pale Instagram napatikana kama Yasin Brown. Bwana, ciao.